Fikiria saa 10 alfajiri, mji bado umelala. Ghafla anga linachanika kwa mwanga mkali. Sekundi chache baadaye mlipuko unasikika. Si mlipuko mwingine, bali ni mlipuko wa mashambulizi ya mabomu. Simu zinaanza kuita, ving'ola vya tahadhari vinalia, na dunia inafumbua macho kwa hofu. Unatazama MBD Africa, mwangaza Brain Digital Africa, ni mwangaza kwa wote. Leo tutachambua tukio lililoripotiwa kuitikisa siasa ya kimataifa, mashambulizi ya Marekani dhidi ya Irani yanayodaiwa kufanywa kwa ushirikiano wa Israeli. Je, huu ni mwanzo wa vita vikubwa au ni ujumbe wa kijeshi wa kimkakati? Karibu tuungane pamoja kutazama haya kwa kina. Ikiwa ndo kwanza unaungana nasi, basi bonyeza kitufe cha subscribe. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi na vyanzo vya kikanda, mashambulizi yaliripotiwa kuanza tarehe 28 Februari mwaka 2026 kati ya saa 9:30 hadi saa 11 alfajiri kwa saa za Teherani, Irani. Milipuko ya kwanza ilisikika katika viunga vya mji mkuu Teherani. Ripoti zinaeleza kuwa mashambulizi yalihusisha makombora ya masafa marefu yaliyorushwa kutoka umbali wa nje ya mipaka ya moja kwa moja, ndege za kivita za mashambulizi ya usiku, droni za ufuatiliaji na kulenga shabaha. Operesheni hiyo ilielezwa kama mashambulizi ya haraka yenye lengo la kushtukiza na kupunguza muda wa majibu ya ulinzi wa Irani. Mbali na Teherani, maeneo yanayotajwa kuripotiwa yanayotajwa katika ripoti mbalimbali za mashambulizi ni pamoja na Isfahani, eneo linalohusishwa na miundombinu ya nyuklia, Qum, Kermanshah na Karachi. Kwa mujibu wa kauli ya upande wa Marekani, mashambulizi yalilenga vituo vya kijeshi, miundombinu ya makombora na maeneo yanayohusishwa na programu za nyuklia ya Irani. Israeli, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, ilieleza hatua hii ni ya kujilinda dhidi ya tishio linaloongezeka katika ukanda. Silaha zilizotumika. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kijeshi, silaha zinazoripotiwa kutumika ni pamoja na makombora ya cruise yenye uwezo wa kulenga shabaha kwa usahihi mkubwa, mabomu ya kupenya kwenye ngome, yani bunker busters bombs kwa target ya chini ya ardhi, ndege za kivita za mashambulizi ya usiku na drones za kijeshi kwa ufuatiliaji wa targeti. Lengo, kwa mujibu wa Washington, lilikuwa kupunguza uwezo wa kijeshi wa Irani bila kulenga makazi ya raia. Athari ya ndani ya Irani. Irani iliripoti kuwa hospitali zilipokea majeruhi kadhaa baada ya mlipuko. Baadhi ya majengo ya karibu na targeti ilielezwa kuharibiwa vibaya. Shule kadhaa kufungwa kwa tahadhari. Kuhusu vifo, hadi sasa hakuna takwimu kamili zilizothibitishwa kimataifa idadi ya vifo na majeruhi. Irani ilisema mashambulizi haya yameathiri pia raia wasiokuwa na hatia na ni ukiukwaji wa uwazi wa mamlaka ya kimataifa. Marekani ilijibu kwa kusisitiza ya kwamba target ilikuwa ya kijeshi pekee kwa kutumia silaha sahihi za hali ya juu ili kupunguza madhara kwa raia. Hapa ndipo mjadala mkubwa ulipo. Je, mashambulizi yalikuwa ya kijeshi kwa usahihi au madhara kwa raia yalitokea kutokana na ukaribu wa target na makazi? Masaa machache baadaye, Irani ilitangaza, tutatoa jibu linalolingana na kiwango cha shambulizi hili. Makombora na drones ziliripotiwa kuelekezwa katika maeneo yanayohusishwa na maslahi ya Marekani na Israeli katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hatari ya mzozo kupanuka kikanda ikiongezeka. Athari za kimataifa. Bei ya mafuta ilianza kuonekana dalili ya kupanda kutokana na hofu ya usumbufu katika Ghuba ya Uajemi. Safari za ndege katika baadhi ya maeneo zilianza kusitishwa kwa tahadhari. Masoko ya fedha yalionyesha mabadiliko ya ghafla. Athari hizi zinaweza kugusa hata nchi za Afrika kupitia mfumuko wa bei ya mafuta na gharama za usafirishaji. Je, mashambulizi haya ni halali kisheria? Marekani inasema ni hatua ya kujilinda chini ya misingi ya usalama wa kimataifa. Irani inasema ni uvamizi usio halali na ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Wataalamu wa sheria za kimataifa wanasema uhalali wake unategemea ushahidi wa tishio la moja kwa moja na kiwango cha matumizi ya nguvu. Mzozo huu utaendelea kwa muda gani? Hakuna anayejua kwa hakika. Inawezekana kuwa siku za mvutano mkali, wiki za kulipizana kwa mashambulizi, au kama haitadhibitiwa, mzozo mpana wa kikanda utazuka.
Historia inaonyesha vita huanza kwa saa chache tu, lakini kuimaliza huchukua muda mrefu. Wana mwangaza wa fikra na mtazamo. Tusifurahie vita, tusisahau kuwa nyuma ya kila mlipuko kuna familia. Tusisahau kuwa uchumi wa dunia unaweza kuyumba kwa sekunde chache za maamuzi ya kijeshi. Tuombe mazungumzo yashinde risasi, tuombe diplomasia ishinde hasira, tuombe amani iwe chaguo la kwanza na si la mwisho. Amani si udhaifu, bali amani ni ushindi mkubwa kuliko vita. Mwangaza Brain Digital Africa ni mwangaza kwa wote. Asante Ustadh Khalid kwa elimu.